put it another way. Je, unaweza rogwa kama umeokoka? Sasa tofauti ya sorcery and witchcraft ni nini? Kuna tofauti kati ya uchawi na usihiri. Kimsingi ni the same. They are the same, lakini sasa tofauti ni jinsi mtu anapata hiyo mamlaka. Witchcraft zote kwanza ni nguvu za giza, na lengo yao haswa inakuanga kudhulumu watu. Hiyo ndio kazi ya shetani. The devil comes to kill and to destroy. Hakuna siku shetani atakufanyia mema. Nasikia watu wanasema ati wamefuga majini na wasaidia, ati wamefuga mionge na hakuna siku shetani anaweza kukusaidia. Kazi yake ni kubomoa na kuharibu. Sasa sorcery, uchawi, mtu anaweza kujifundisha. People learn sorcery. Na katika Acts of Apostles chapter 19 verse 19 kuna vitabu jinsi mtoto anaenda shule anajifundisha kuandika, mama anaenda college anajifundisha kupika, unaweza enda na Kericho ukajifundisha kuchuna majani chai. Pia unaweza jifundisha sorcery, kuna vitabu unajifundisha ishara zao, jinsi ya incantation, jinsi wanazunguzaga sijui saa 8 ya usiku wanafanya nini, ukifanya hili inaleta shetani na kupatia nguvu za giza, inaitwa sorcery. Acts of Apostles 19:19 ukipata hapo unatusomea. Kuna watu from verse 18, kuna watu walikuja wakaokoka na walikuwa sorcerers, Ephesus. Na wakati waliokoka wakaleta vitabu za uchawi zikachoma, na hiyo vitabu current price ilikuwa $6 million by today's price. $6 million is about 7 billion Kenya shillings. Wewe ulipewa Bible free stock. Najua hii ulipewa free na Gideon. Hata Bible unatumia ulinunua kweli. Tunapewa free. Na kwa sababu tunapewa free, hatukuani na umakinifu sana. Vitu ya shetani hakuna ya bure, unalipia. Watu wanang'ang'ana wananunua. Ati mtu anaenda Mombasa kununua maji. Ninasikia hata story kama hizo. Ati anafuga majini. Of course huwezi kufuga majini. Majini ndio inakufuga. Lakini shetani kwa sababu ni muongo, anakudanganya kwamba wewe umemfuga. Utafukaje shetani? Acts of Apostles 19:19. Matendo mlango wa 19 mstari wa 18 hadi 19 inasema, waumini wengi walijitokeza wakakiri hadharani mambo waliokuwa wametenda. Wengine waliokuwa wameshughulikia mambo ya uchawi hapo awali walikusanya vitabu vyao wakavichoma mbele ya wote. Walikisia gharama ya vitabu hivyo, wakaona yafikia vipande vya fedha 50,000. Currently about $6 million. Pesa mzuri. Nini hiyo hekima ama elimu ya shetani watu wananunua. Hekima ya Mungu ni free. Come and eat from the tree of life for free. Lakini watu hawataki. Na witchcraft, ambao pia kwa Kiswahili inaitwa uchawi, saa ingine inaitwa usihiri. Hiyo huwezi kununua, huwezi kusoma, hiyo inakuwa inherited. Ndio unaona kuna familia za uchawi. Babu yao alitoa kafara, akapewa hizo skills na shetani, alafu anapitisha kwa familia. So unapata mama ama baba akiwa mchawi anachukua mtoto mmoja mwenye anapenda
first born ama last born, anamwachia nyungu ama nyoka ama vitu parapanalia za hiyo uchawi. So unapata mtu ako na skills za uchawi ambazo alineheri. Sasa anaweza kusoma akili yako, anaweza ona Mombasa, anaweza fanya vitu ambavyo watu wa kawaida hawezi kufanya. Lakini still baada mpaka aendelee kutafuta uso wa babake Shetani. Sasa swali ni kwamba whether ni sorcery ama ni uchawi. Unajua pia vitu za Mungu kuna ile giftings ambazo ulipewa. Ndio. Is it Romans chapter 11 verse 29. Kila mtu ana gift. Aso ukiokoka kila mtu ana gift. Hakuna mtu hana gift. Lakini sasa kuna wengine wanaamua kutumia hizo vipawa. Na wengine wanaamua watumii. Wanakaa. Ya ndugu Ibrahim akisema anataka kujoin security ama asha. Hakikisha umejoin leo, hakikisha umejoin. Kama unataka kujoin security, unaona Jared Vale unakuwa security ama asha. Asha ni nani? Wapi asha? Chifu asha kwa hapo nyumbani. Leo anafanya ashari nyumbani. Kuna mapocho zinaweza kuchukuliwa na jirani. Anyhow, kuna gifts. Kuna watu wana gift ya kuabudu. Nisikia mwingine akiabudu la asubuhi, alikuwa ana gift ya kuabudu lakini wao. Kuna watu wana gift ya encouragement. Umegive up. Lakini akikuja kuzungumza na yeye dakika 5 unaanza kuwa na tumaini. Kuna wengine ni gifting ya uinjilisti. Ana shida kutembelea watu. Atumie time yake, atumie mafuta yake. Ana shida. Kuna wale ambao ni gift labda ya preaching. Ni gift. Gift inafanywa kazi, lakini hata bila kufanyia kazi bado inafanya. Ukinishtua na unipe microphone, I still preach. Hata kama nimejiandaa ama sijajiandaa. Kuna watu ukimshtua umpe microphone ataabudu tu. Si lazima ajiandae kwa sababu ni gift. Kuna wengine ni uinjilisti atafanya tu. Kuna wengine ni waombezi. Mwambie tuombe, kujua ataomba, lakini mwambie sasa leo utafunga mkutano na maombi. Anatoanga maombi ni kama amejitayarisha kwa Holy Week. Kuna hizo gifts yenye Mungu anapatia watoto wake. Katika kitabu cha Ephesians chapter 4 and verse 11 to verse 13 anasema some he meant to be pastors, some apostles, some prophets, some evangelists. Wote ili wasaidie kanisa ya Mungu igrow. Kila mtu ako na gift. Ukienda pia is it 2 Corinthians 11, 2 Corinthians 13, kuna gift of healing, gift of encouragement, gift of administration. Kila mtu ako na gift zenye Baba yetu wa mbinguni wakati tunamwamini tunaokoka anatupatia. Lakini Shetani pia anapatiana gift. Sasa witch doctors aliwapatia hizo gift. Anajua tu madawa ukichanganyia ukipatia mtoto wa mtu anachanganyikiwa sio. Bwana ya mtu anahama kwake anakuja kukaa kwako. Kuna vitu kama hizo. Atitudo akiweka kwa shamba yako haitoi kitu. Kuna auto gifting. Sasa kama haupo upande wa Mungu, those things happen. Sasa the thing is that hiyo uchawi na usiri na kuaffect what gift. Sasa nikwambie hivi mpendwa. Shetani alitengenezwa na Mungu. Na kama Shetani alitengenezwa na Mungu, inamaanisha mamlaka ya Mungu iko juu ya mamlaka ya Shetani. Kama wewe unaweza tengeneza kisu ama panga ama rungu hawezi kukutisha kwa sababu wewe ndio ulitengeneza ile rungu.
jinsi ya kukaa na rungu, mtoto anaweza chukua hiyo rungu akupiga nao na ikuumiza. Sasa wapendwa, nataka ujue shetani hana huruma hata kidogo. Does not have mercy to negotiate with you, give you a second chance. Unasikia? Kama kuna waruki na wachawi karibu na wewe na hawajakufanya kitu, hawajakuua, si ati wanakupatia chance, si ati wanakuhurumia, si ati wanakuroga nusu nusu. Ni kwamba hawawezi kukuroga kwa sababu baba yao shetani hana huruma. Unajua Mungu ndiye anaweza kuwa na huruma, anakupatia hata chance. Wacha anaona una usumbufu wa kuomba, wacha akupatie tumbo ikuume ndio uamke usiku uombe. Ama kanjaa kakuja, unasema wezangi kufunga, kanjaa kakuja kiasi ndio ujifundishe, udiscover kwamba hata usipokula tu bado unaweza ishi. Kama akupatie ka ugonjwa au usuduka ugonjwa kakuja na daktari anakuambia sasa nataka kupasuliwa, unamaliza siku ngapi? 24 hours kama ukuti 21 ukuti. Huwezi kukula 48 hours na kunywa tu maji. Alafu wakati wanataka kwenda kupasua tena wanakupima tena wanasema hata hiyo kitu hakuna. Kwenda kwa. Ndio unakuja kudiscover kumbe bila kukula huwezi kufa. Ama unapanda gari unaenda Mombasa na mnafika huko niko mtito ama Sultan Hamu na jamu inakuja, barabara hiyo inakuwa sio. Mbona hapo siku tatu kwa vichako hakuna pahali pa kununua chakula. Ndio unadiscover uko na pesa na huwezi kununua chakula. Kumbe njaa haiwezi kuua. Unajua Mungu anaweza fanya vitu kama hizo. Lakini shetani hawezi kufanya vitu kama akikupata ukamba anapita na wewe. Kama hakupita na wewe inamaanisha hawezi. Hana huruma. Nataka ujue ni kama wapendwa radi. Si tunaogopa radi. Radi kifanya alafu watu wanaingia chini ya meza na kitanda sio. Sema karibu niende. Wacha nikwambie, ukiona hiyo mwangaza ya lightning, you are alive. Ukiona kinawaka na umeiona, uko sawa, uko sawa. Kwa sababu haifai uione, ikikupiga hutaiona. Unajua hii stima ni 240 volts, ingine inakuja mpaka 220 mpaka 110 volts. Lakini ukishika hivi, umeshika stima, unaona vitu inafanya nani 120, 160 volts. Hiki ya msalaba hii hata ifiki 240. Sababu je, hiyo transformer ni ndogo, nimeconnect watu wengine hata ni illegal connections. Siku moja watapatikana. Ukishika unayepa. Pahali kuna tingatinga, kunakuwa hii ni single phase. Ukiona waya mbili ni single phase. Ukiona waya tatu ni two phase. Hiyo inakuwa kitu kama 315 to 450 volts. Alafu ukiona waya nne ni ile main line. 3 phase. 700 volts. Hiyo ukishika unakauka. Au kugusa hivyo umekuwa jivu. Sasa lightning haikuangi at 700 volts, hata haikuangi 1000 volts, inakuanga 7000 volts. Hiyo lightning ndio unaona ikipiga mti inapasuka inakauka sasa. Sasa imepiga na wewe umeiona. So unajificha nini rangi? Hiyo sasa ni kelele tu. Kelele tu na nia.
lakini najua hiyo kelele inakujanga na sauti mingi mpaka inabidi ushtuke kidogo. Sasa hizo ni vibrations za uchawi. If you can see and feel the threat of witchcraft, hizo zingine ni vibrations. Kwa sababu haifai usikie ati nitakumaliza na waona tu hapa hivi. Hawakwangi na huruma ya kukuambia tusikie. Wakipata nafasi ya kumalizana na wewe, they don't threaten, they do it. Hivyo ndio baba yao anawafundisha, baba yao Satan. Ukiona wanakuja sasa kukutisha, na maanisha wamejaribu kila kitu, wameshindwa. Kuna mwingine baada ya kujaribu kila kitu ameshinda, tutakauka meno, tutakauka mdomo. Kacheka. Nikajua kwamba amejaribu vitu mingi, imeshindwa. Na nilijua kwa sababu ingine Mungu anaweza kukuamsha. Kwa hiyo umelala tu wanao na Mungu anakuamsha. Na hauna usingizi. Huwezi kulala wanao na uamke na hauna usingizi. Alafu unang'ang'ana unarudi kulala au unatafuta simu sasa, unaenda Facebook wapi? We. Mungu ameona kuna kitu wanajaribu, anataka uone, kwa sababu wao mikakati ya sorcerers, kuna incantation, kuna maneno wanasema na vitu wanafanya ambayo inaleta nguvu za giza, alafu watumie hizo nguvu kwa. Sasa wewe nawe kuna maneno unasema mbele ya Mungu, inaleta nguvu za Mungu. Na tumefundishwa the Lord's Prayer, unashukuru Mungu. Ukiamka hapa naenda kusema Mungu asante kwa kuniamsha. Najua una sababu. Na kushukuru kwa afya, kwa ulinzi, kwa utetezi, kwa kibali, kwa chakula. Mshukuru kwa vitu amekufanyia. Mshukuru kwamba umeamka. Mwambie asante kwa damu ya Yesu. Na saa hizi najifunika kwa damu takatifu ya Yesu. Nafunika watoto wangu kwa damu takatifu ya Yesu. Na nichukua mamlaka kusambaratisha nguvu zote za giza na mikakati yote wachawi katika jina la Yesu Kristo. So wakati shetani na watu wake wanajaribu vitu, wanakuja wanakutana na damu ya Yesu Kristo. Hakuna kitu inataka kwa damu. Niona damu, naona msalaba, nainama Baba kuabudu. When you see the blood, when I see the blood, when I see the cross, na Biblia inasema Yesu alifanya spectacle. He made a spectacle of the principalities. Wakati Yesu alikuwa anaenda msalabani, shetani alifikiria tumekaweza. Alifikiria ati Mesaya kanakuja kukomboa watu. Sasa akachochea Mafarisayo, akachochea Roman soldiers, akatia Pilate uoga, wakatundika Yesu msalabani. Wakati wamemtundika, ndio principalities wakubwa wa mapepo iko na levels. Iko na mamlaka. Kuna baba yao shetani, alafu kuna principalities ambao wako in charge. Kuna principality iko in charge ya Western Province. Unaona watu wa Western Province wana tabia fulani. Ukiwa mzima hakuna mtu anakujali. Mtoto wako akikosa school fees, no one cares. Hakuna mtu anakujali, atakutembelea. Ati unataka kufanya harusi, unasema kama ifanye takona pesa. Lakini ati umekufa, wanakuja. Hata mtoto wako analeta ng'ombe, mwingine analeta jeneza ya 50,000. Na kitu imekuua ni ya 100, ile ya 100 imefanya au kupi. Wataleta ng'ombe 5 za makumbusho ya shoshi, makumbusho ya mama yako. Lakini utalala tu njaa hapo na watoto wako, no one will call. Hiyo ni tabia ya watu wa Western. Principality ya huko iko hivyo. Lakini ukienda sasa Central, wao wana tabia fulani. Mtu akikufa wanapeleka siku moja. Watu wana shughuli zao. Hela. Pesa. Pesa ndio inawasukuma wamama kwa wababa
sio ya muungano. Na Mkikuyu wa kawaida mzuri, mama yake akimpigia simu anataka pesa, anamuuliza Mathe, unataka pesa ngapi? 5,000. Utarudisha siku gani? Hakuna kioo Mathe ati juzi 2,000 ati mjomba wote 1,000 hii. Na kuna mtu yake 1,000. Yaani 1,000. Ni story, mama ako na pesa yake, baba ako na yake, na watoto wako na yake. Na mtoto pia anaombanga pesa ambayo atarudisha. Si ati baba nisaidie kwa na miaka. Utarudisha nini? So they don't value the debt, but they value money and the business. Na utajiri ya Kenya yote iko Central. Wanasema in Central kuna 40 billionaires. Wanasema and kuna job nilikuwa naona kwa kweli that in Nyanza kulikuwa na 1 billionaires na 3,000 protesters. Lakini in Central kuna 40 billionaires na 3 protesters. Kwa Central kubwa, president zimeenda huko 3 times. Nyanza haijawahi enda huko. Western of course haijawahi, na Murumu yalienda tu kwa few weeks na kama vice. It doesn't matter. The point is they value riches and money more than anything. Huku we value the day na kuwakumbuka kuliko ine. Ndio unasema na chakula. Na chakula, we value food so much. Ndio. Kuna rafiki yangu hapa London anaitwa Jose. Jose is a multi-millionaire. Ana minibus, trucks, ile lori ya 24. Anarani duka pale ya mattress nini, bali poste ilikuwa drama. Lakini ukienda lunchtime anakula rice na mchele na maharagwe. Walwa na bibi yake anakula mchele na maharagwe. Lakini kuna mjana mwingine anaitwa Achero na mwingine anaitwa Omondi. Ameenda kibarua, amelipwa 600. Lunchtime imefika. Sasa tupigie mwili pole. Nipe kilo nusu ya nyama choma, makaboilo kidogo na ugali tamu. Kitu najaribu kukuambia mpendwa ni kwamba places, there are different places. Ile Eastern Province ni uchawi, na wanavali uchawi sana. Kamete, kila kitu ni uchawi. Eastern Province na Usila wakisi. Lakini huku pia kuna representatives strong ndani. Wachawi, hiyo ma principalities, alafu kuna the power of laws down. Kale kapepa ambapo kana kunyongana usiku. Ukisema damu ya Yesu Kristo kanatokea kwa dirisha hapa kana. Sasa ukienda kwa kama mtu amekoroga, ukienda kwa kapepo kwa kunyongana usiku. Sasa ukienda kwa mchawi, kitu anachukua anaweka pepo kubwa. Hutu tudogo tunafukuzwa. Sasa kuna ile ile watu kukatananga panga mwezi wa 8 kama mtoto kuruka. Najaribu kukwambia jinsi tu in the kingdom of God kuna mamlaka. Kuna mamlaka ya bishop wa Mungu, bishop. Those who have grown up in the ring. Kuna mamlaka ya pastor, ya ash, ya worship leader. It goes like that. Kitu najaribu kukuambia mpendwa kwamba kama mtu anaweza kukutisha na uchawi, msikie umetishika. Kama tupepo tunaweza kukushtua,
Sababu saa nyingine tunashtua, sio? Nusikio umeshtuka, umelala, umeamka, unanyongwa na mapepo, sasa unatetemeka. You feel kwamba kuna mapepo. Hizo zinaitwa vibrations. Device kusumbua. Kama ilikuwa na uwezo au ungekuwa unashtuka, ingekuwa imemalizana na wewe. Haina uwezo, kuna uwezo wa kushtuka. Kama tule tudogi, kuna tudogi twingine maenda kwa bomu kaumba kaka. Lakini ukifanya hivi kana toroka, hivyo ndio kaka. Shida ni kwamba ukitoroka kanaweza kupanda hata kachashe kuweke mafuta. Lakini kama unaelewa, Mungu ambaye ni mkali akuekangi akizunguka hivi. Na sasa kwa nini hizi vibrations ama vitisho kutoka kwa shetani saa ingine haziko, saa ingine haziko, saa ingine zinaanza kuongezeka? Sasa hiyo ndio hekima nataka nikupatie leo. Ukiona vitisho kutoka kwa shetani vinaanza kuongezeka, kunakuwaka na sababu. Shetani ama agents wake wanaona in the spiritual chenye Mungu anataka kufanya. So they come earlier kutisha utoke bali Mungu anataka kupata. Uache kufanya chenye Mungu amekwambia ufanye. Uache kuamini Mungu. Uogope, uache kuamini Mungu. Uende kutafuta solution kwa shetani. When Moses was 1 month, ilikuwa imebakisha karibu wiki 3 kwa 1 month, Waisraeli watoke Egypt. Nini ilifanyika? Mungu amesema naenda kutoa hawa. Hawa kutoka hiyo siku. Walichukua between 3 weeks to 1 month. The magic tricks, uchawi iliongezeka na mateso iliongezeka. Kuna watu walikuwa wanaitwa Jannes na Jambres, ndio walikuwa chief magicians, wachawi, warodi wa fire in the palace. Wakati walisikia kuna another power, kuna Mungu mwingine ambaye ana mamlaka, amekuja anataka kuweka slaves free, waka-advise Pharaoh tutese hao. Unajua kuna kuanga na mkutano kinyume chake. Kanasema kanataka kwenda college. Finya kaingia kwa uzinzi, sharati. Shetani anaona sasa unataka kujenga. Umesikia watu wamepanga kujenga, ananunua miti, ananunua mabati, ananunua misumari, inabaki kujenga. Sasa kidogo kidogo ataanza kuuza hiyo mabati one by one. Na hiyo misumari tena warudi sawa. Ni ndugu yake anakuja baada ya 6 years. Kwani huku jenga? Sasa hivi magonjwa pili kuja, kabidi niuze mabati kidogo, mara mara nini njaa. Hiyo inakuwa ni mikakati ya shetani. If you don't know what to do, anakufanya. Lakini Moses alijua watu. Hebu tusome Exodus chapter 7 and verse 10 to verse 20. Ama tuanze na 7 verse 10 to verse 22. Kama hujajua jinsi ya kudili na shetani, anaweza kukutisha mpaka uhame kwao. Kuna watu mpaka wanahama kwa nyumba yao, anaenda kuishi kwa jikoni. Atukilala kwa jikoni mapepo yakunyonga. Ukilala kwa nyumba yako nzuri ndio unanyongwa na mapepo. Baba, unasikia mtu ati anaogopa kuvaa vizuri. Ukivaa vizuri watakuroga. Ukijenga watakuroga. Ukilima watakuroga. Shetani anakuweka katika hali ya wasiwasi. Because you don't know the truth. And the Bible says, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Leo nataka nishiriki na wewe ukweli wa Mungu. Kweli kwamba shetani alitengenezwa na Mungu. Na kama Mungu ako upande wako,
hakuna kitu shetani anaweza kufanya. Na pia shetani hawezi kukugusa kabla hujampa opening. Akutisha kukutisha atakutisha, na anajua hivyo kutisha, anajua kutisha sana. Umepata Exodus 7 verse 10 to verse 20. Kutoka mlango wa 7 mstari wa 10 hadi 22 nasema, basi wanyapara na wasimamizi wa watu wakachoka na kuambia watu, Farao anasema hivi, sitawapeni nyasi. Nendeni nyinyi wenyewe mkatafute popote mtakapoweza kuzipata, na wala kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo. Basi watu wote wakatawanyika kila mahali nchini Misri, wakitafuta nyasi za kutengeneza matofali. Nao wanyapara wakaanza wakakazana wakisema, timizeni kazi yenu ya kila siku kama hapo awali mlipoletewa nyasi. Wanyapara wa Misri wakawapiga wasimamizi wa Waisraeli walilochaguliwa kusimamia kazi wakisema, kwa nini hamtimizi kazi yenu na kufikisha idadi ile ya matofali kama awali? Ndipo wasimamizi wa Waisraeli walipowaendea Farao wakamlilia wakisema, kwa nini unatutendea hivi sisi watumishi wako? Hatupewi tena nyasi zote, na huku tunalazimishwa kuyafyatua matofali. Tena sisi watumishi wako tunapigwa, hali kosa ni la watu wako. Lakini Farao akasema, wavivu nyinyi ni wavivu, ndiyo maana mnasema, tuache twende tukamtambikie Mwenyezi Mungu. Nendeni sasa mfanye kazi, maana mtapewa nyasi zote na mtafyatua idadi ile ya matofali. Basi hao wasimamizi wa Israeli sasa walijiona kuwa wako taabani, kwani waliambiwa, hamtapunguza kamwe idadi ya matofali ya kila siku. Walipoondoka kwa Farao, walikutana na Mose na Aroni ambao walikuwa wanaongojea. Basi wakawaambia Mose na Aroni, Mwenyezi Mungu na aone jambo hili na kuwahukumu nyinyi, kwa sababu mmetufanyia sisi kuwa chukizo kwa Farao na maofisa wake. Nyinyi mmewapa sababu ya kutuua. Kisha Mose akamgeukia tena Mwenyezi Mungu akasema, Mwenyezi Mungu, kwa nini unawatendea watu hawa uovu? Kwa nini hata ulinituma? Sasa Mungu amekuja. After how long? 430 years. Unajua alikuwa amepromise Abraham in Genesis chapter 16 kwamba wataenda utumwani 400 years, alafu atakuja hapo. Sasa amekuja. Sometimes hivyo ndio tunafikirianga ati Mungu akisema anaenda kufanya things are just hivi, tunakuwa tunarafiki. Mungu akitaka kufanyia kitu, mapepo ilikuwa inaleta fujo. Unajua it's just 3 weeks watoto. That is just 1 week. That is just 1 month, 2 months. Mungu amesema at the right time I bless you. Sasa Mungu ameamua hii ni mwezi yako, hii ni mwaka yako. Sasa shetani anaona ishara. Unajua anaonanga in the spiritual world. Anaona alignment ya angels, anaona vitu zinaanza kufanya. Anaona jinsi anga yako anaanza kufikiria. Anaona jinsi shamba imeamrishwa na Mungu ianze kutoa. Anaanza kuona.
anaona mtoto wako anataka kupata kazi, anaona Mungu kuna jinsi anapanga. Sasa kama hauna hekima ya kiroho, utafikiria na utazungumza kama hawa Israelites. Mungu, mbona unatufanyia hii uovu? Mungu, mbona umetuacha? Mungu hajakuacha. So Mungu alisema ati unaenda kujenga nyumba. Like unajua sasa hivi unaweza kaa hivi unakuwa na hiyo conviction kwamba hii mwaka naona leo nikijenga. Hii mwaka ni mwaka wangu wa kuchomozea. Ujui hao. Ujui hata nini naweza, lakini una ile conviction bro. Hii mwezi, hii mwaka naenda kuona ukuu wa Mungu. Hii promotion, hii biashara, hii Shetani anakutangulia na akuvuruta. Lengo yako ni uanze kuconfess negativity. Sasa hekima ya kwanza, wakati umeomba na ukapata conviction kwamba kitu inaenda kufanyika, usikome kuomba. Na ukiomba na hali kama inaenda kuharibika, don't confess, kwa sababu Shetani anataka kuconfess negative things. You keep on confessing. Shetani hata ufanye namna gani itajenga. Unajenga na umeuza bati ya kwanza ukapeleka mtoto, unasema I am going to construct. Mtihani inakuja, unakuwa mgonjwa, unasema mimi lazima niende university. Mimi lazima niende college. Ati unataka kujenga, all of a sudden amechokora, Mungu anakufungisha jeraha. Uende kwetu. Na Mungu ndiye alikuwa hiyo unaenda kujenga. Unasema nitajenga siendi, lakini kama ameshika panga unaenda, lakini unakonfess. Hapa ni kwangu na nitajenga. Shetani hata ufanye naenda kujenga. Hata ufanye namna gani itapona. Unaenda hospitali na kwambia sio ugonjwa wako ndio imeongezeka, unacheka. Sema Shetani hata ufanye namna gani, hiyo kazi nitafanya. Sasa hizo wewe ni mgonjwa. Kwa sababu kama Mungu amesema si mwanadamu abadilisha maana. Na kama Mungu amesema, Shetani lazima inuke. Kama Mungu alisema vitu ndani ya maisha yako, so you can see tell signs. Au kwa all of a sudden kwa ameagua vifaranga 10. Those are telltale signs. Mboga imeangi, lakini kuna vitupa tu kuda. Sasa all of a sudden imefanya vizuri. Kuna kitu Mungu anajaribu kusema. There's something God anajaribu kusema. So